Saidizi pili anakufundisha na kuongoza. Haleluya. Ni nani anayejua kwamba Roho Mtakatifu anatukumbusha? Nyosha mkono. Kwamba mimi ninajua Roho Mtakatifu kazi yake kwangu ni kunikumbusha. Nyosha mkono. Anayejua kwamba kazi ya Roho Mtakatifu kwangu ni kunikumbusha. Nyosha mkono. Narudia tena. Nyosha. Anayejua kwamba kazi ya Roho Mtakatifu kwangu mojawapo ni kunifundisha na kunikumbusha. Nyosha mkono. Mojawapo. Nitumie neno mojawapo. Kazi ya Roho Mtakatifu mojawapo ni kukumbusha. Kufundisha sijaja kwanza. Kukumbusha. Nani alishawahi kukumbushwa na Roho Mtakatifu hapa? Nyosha mkono. Kama kazi ya Roho Mtakatifu ni kutukumbusha, nani alishawahi kukumbushwa na Roho Mtakatifu? Nyosha mkono. Wengine kwa imani au wow. Kazi ya Roho Mtakatifu mojawapo ya kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa ni kulikumbusha kanisa. Anakumbusha yapi? Maagizo ya Mungu. Na anapokukumbusha Roho Mtakatifu alafu usitii, unategemea nini? Roho Mtakatifu anapokukumbusha alafu wewe usifanye maagizo. Unajua sababu baada ya kukumbushwa wewe unatakiwa ufanye kile ambacho Roho anakukumbusha. Nani alishawahi kukumbushwa atoe fungu la 10 alafu akala? Na Roho Mtakatifu. Hapa ndipo tunapotaka kuanzia. Pastor Charles ni mmoja wao. Ukula. Pole. Ndio. No. Unaona vikono kama ya Chadema. Nasema hivi, aliyewahi kukumbushwa na Roho Mtakatifu kwamba ili unakula ni fungu la 10, nyosha mkono. Na ukala kwa kiburi, nyosha mkono. Mbona unacheka? Ndio unasema sawa nini? Maana tukifika 90 hapa tutafika. Mnisamee. Aliyewahi kukumbushwa na Roho Mtakatifu kwamba ili unalokula ni fungu la 10 na haustahili kula, na baadaye ukamwambia Roho Mtakatifu sina hela, nitakapopata nitarudisha. Ukapata hela urudisha, na ukakumbushwa, nyosha mkono. Nimefanya kono anachekea. Shusha. Unajua matokeo yake? Yaani shida sasa hivi somo nilianzeje? Lakini naomba Mungu atusaidie kufundisha. Ni kweli Roho Mtakatifu amekuamsha kwenye maombi saa 7 mchana. Umefanya, ulikuwa kwenye IC, Mungu akakwambia hii IC imefanywa matambiko na wakati wa kutoa kafara kwenye IC umefika, omba, ukaomba, Mungu akakutetea, si ndio? Lakini pale alipokuambia mwanangu, hii ulioshika ni fungu la 10 na unatakiwa upeleke madhabahuni fungu la 10,
wewe ulichoangalia, uliangalia shida zako ukatumia fungu la kumi. Tunaweza tukasema vitu vingi sana, lakini neno maarifa ni elimu mpya kutoka kwa Mungu ndani ya mtu. Haleluya. Maarifa ni mafunuo. Haleluya. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa ni nini? Mtu huyu ana maarifa. Maana yake nini? Ubunifu. Sawa. Kuna elimu ya ubunifu. Lakini maarifa ni wewe una maarifa gani? Sasa kama ujuzi fulani, ujuzi mpya. Tunakwenda tunataka kuwapeleka watu kwenda kusoma, kwa hiyo wanahitaji kwenda kuchukua ujuzi mpya. Shirika letu halina mhasibu mwenye CPA. Haleluya. Kwa hiyo tunahitaji mtu aende akachukue ujuzi huo mpya. Kwa hiyo elimu aje pale. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, maana yake hawana vitu vipya vya siku hii. Unaelewa? Hawana vitu vipya vya siku hiyo. Bwana amekupa leo 500,000. Maana yake nini? Uliomba juzi 500,000. Juzi. Baba, katika jina la Yesu ninaomba fedha 500,000. Na kama ukinipa nitapeleka madhabahuni fungu la 10. Sasa uliomba Jumatatu, Ijumaa Bwana akakupa. Ukawa umekosa maarifa ya ile siku, kwamba chanzo cha wewe kupata hiyo fedha ni matokeo ya maombi ya Jumatatu. Haleluya. Bwana naomba mtaji. Na nikipata mtaji, kabla ya kuanza nitakutolea Bwana sehemu yako. Umeomba Jumapili. Imefika Jumamosi, wiki moja tayari umetafuta, Mungu amefungua njia ukapata ile mtaji wa milioni 40 ndio unataka. Kwa sababu maarifa ya siku ile huna, toka upate zile fedha, hata kama Roho Mtakatifu atakukumbusha kwamba fedha hizi uliweka naziri kwa Mungu. Watu wengi hawamjui Roho Mtakatifu anavyosema, huwa wanafikiri mara nyingi ni dhamiri zao. Unajua? Roho Mtakatifu atakuja kama alivyokaa hapa mtumishi kwamba nabii na mwana dada alivaa wigi anamwenda bila tu. Hapana. Roho Mtakatifu anasema na mimi moyoni. Akitaka kunifunulia mambo yako anatumia maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema kitabu cha Yohana 14:25. Some pale. Yohana Mtakatifu. Naomba some. Na haya ndio niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kweli. Lakini huyo Roho msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha niliyowaambia. Atawakumbusha yote na kwa niliyowaambia. Kumbe yako ambayo Yesu alituambia. Kwa sababu binadamu, vichwa vyetu haviwezi kutunza vitu vingi. Viko vitu vingine, unapoweka vitu vingine ndani, kuna vitu vinapotea. Na ndio maana unaweza kukuta mtu kama umesahau kitu ambacho tuliongea nawe juzi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kingine kilikuja kikaingia, kikapoteza kitu ambacho kilikuwa kimekaa. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu
ni kuhakikisha kutufundisha mapya na kutukumbusha aliyosema. Roho Mtakatifu hawezi kutufundisha vitu ambavyo Yesu alisema. Yale sio mafundisho. Na ndio maana kwa walimu na wanafunzi, baada ya kumaliza syllabus, chochote mtakachokisoma kinaitwa revision. Sema nini? Marudio. Sema sasa yale marudio, mwalimu huwa atakuona wa ajabu kama jana ulipata 100%, baada ya marudio ukapata 50. Tutamsindikisha sana mwalimu. Sababu hata mtihani, nataka niwaambie ninyi wenye hofu wa mtihani, hata mtihani asili yake ni marudio. Haleluya bro. Hata Mungu akitaka kukufanyia mtihani wewe, lazima ujue anakufanyia marudio, aidha kupitia Ibrahim au Yusufu au Ayubu. Au yaani hakuna kitu ambacho wewe kwako kitakuwa kigeni. No. Kama ni kigeni, basi lazima ufundishwe hicho kitu, alafu baadaye Bwana aje afanye revision kwako. Kwa hiyo tunapozungumzia maana halisi ya mtihani, ni marudio ya mafundisho aliyokufundisha mwalimu. Kwa hiyo mtihani ni watu wanakutungia sasa, haleluya, yale uliyofundishwa. Hawawezi wewe ukawa darasa la 5 wakakuletea mtihani wa form 3. Huwezekani. Sababu hujui uanzie wapi. Watakufundisha kuanzia Januari masomo ya darasa 5, lakini ikifika mwezi 9 wataanza kukurudia kwamba je, kichwa chako kinakumbuka? Yatakapokuja majibu kwenye maswali kwenye mtihani, utakumbuka tuliokuwafundisha walimu? Haleluya. Na watu wengine sasa, nini wanachokuja kufeli? Kwa nini wanakuja kufeli kwenye maisha yao? Ukiingiza roho ya off 1+1 utaandika 4. Kwa nini? Kwa sababu umeingiza kitu kipya. Lazima ukijua hivi. Mimi sikuwapa nini roho ya oga wala ya off. Unapokuwa na roho ya oga na off ni kitu kingine kwenye maisha. Amen. Lakini Roho Mtakatifu atakapokuja kukaa ndani yetu, yeye Baba akimpeleka kwa jina la Yesu, maana Biblia inasema atampeleka kwa jina langu. Sio langu la nabii Paji, ni la yeye Yesu. Atakapompeleka kwa jina lake ndani yetu, maana yule Roho akae ndani yetu ndiye atakayetufundisha. Hata tufundisha kuzungumza umbea, hata tufundisha kutengeneza makundi ndani ya kanisa, hata tufundisha kutumia umasikini wa mtu fulani kuwa silaha kwako, hata tufundisha kutumia ujinga wa mtu fulani kwa ajili ya kumchafua. No, atakufundisha kuchukuliana na udhaifu. Watu wengi Roho Mtakatifu alipokuja kukaa kwao, baada ya wao kufanya makosa kwenda kinyume na Injili, Roho alipoondoka, umbea ukaja ukatake place, ukachukua nafasi. Na ndio maana Biblia inasema pepo akimtoka mtu uaendi. Soma fungu jana na fungu Mathayo. Pepo akimtoka mtu aendi, anatafuta mahali pasipo na maji. Anasema hivi, nitarudi tena kwenye nyumba yangu nione kama imefagiliwa. Okay, sasa hebu tuangalie Luka sura ya 11 mstari wa 24. Pepo mchafu amtokapo mtu kupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona husema, nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo akaiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine 7. Ngoja. Haya. Bwana nje. Wanaweza sana. Biblia inasema hivi, pepo mchafu amtokapo utafuta mahali pasipo na maji. Akisha kukaa huko siku mbili,
Anasema hivi, nitarudi kwenye nyumba yangu nione kama imefagiliwa. Wanda nini? Maana nini? Halo. Maana ni kwamba huyu ni moyo wa mtu, sivyo? Neno la Mungu linapokuwa ndani yako, neno la Mungu linapokuwa ndani yako, siku zote shetani hawezi akakuona wewe kama ni msafi wakati una neno la Mungu ndani. Shetani hawezi akakusifia wewe kama ni msafi, kama Roho Mtakatifu atakaa ndani yako. Haiwezekani. Ila wakati wewe unaishi na neno la Mungu ndani yako, wewe utakuwa adui na mapepo, wewe utakuwa na adui na majini, utakuwa na adui na wachawi. Manake wakati wewe unalo neno la Mungu ndani yako, kuzimu wanaona uchafu ndani yako. Yaani Roho Bwana anakufundisha, kukukumbusha habari ya uaminifu ndani ya kanisa, kusimama kwa miguu yako kupitia neema ya mtumishi mahali unafundishwa. Haleluya. Kuzimu hawatafurahia wewe kuwa na ile roho, wataona ni mchafu. Ila utakapokubali kuwa adui na neno, neno likakutenga, yaani neno likajitenga na wewe, wakati neno liko ndani yako, hapa lazima uelewe, kusema atakuwa hawaoni neno, atakuwa naona uchafu ndani yako. Na wakati roho ya uongo imeshaingia ndani yako, kuzimu wao hawataona uchafu, wataona usafi. Na ndio maana pepo huwa akija anaangalia imefagiliwa, maana anaangalia moyoni liko neno. Kama neno alipo, basi anasema ngoja nitarudi nikawachukue wenzangu tuingie, maana mko wazi. Wakati wewe unasema mimi ndani yangu nimejaa neno, shetani hawezi akafurahi wewe kuwa na neno ndani. Atakachokuwa naona ni uchafu ndani yako. Na ndio maana wakati wowote, mahali popote utakapokuwa umejazwa neno, kaa katikati ya watu wenye mapepo, watakimbia. Kwa nini? Kwa sababu ya lile neno. Wao watakuwa wanaogopa neno ndani yako, wataanza kusema huyu ni kafiri. Maana ya kafiri ni mtu yoyote mwenye neno. Sasa neno linapokuwa ndani, neno la Mungu linapokuwa ndani ya moyo wa mwanadamu, neno, shetani hawezi kupata nafasi kukaa. Yule Roho wa Mungu atakuwa amechukua nafasi kubwa hapa ya nuru. Haleluya. Wanaweza kueleza, yaani huu wote utakuwa nini? Ni nuru ndani. Wote utakuwa nuru imezunguka. Na ukafanya mistake, nuru ikaondoka, ukabaki una kitu, wakati roho ya uongo ndio imekuvamia, roho ya utapeli imekuvamia, roho ya uzinzi imekuvamia. Umeshajaza vitu vingine moyoni. Ndipo shetani anaona sasa huu ndio usafi wangu. Anaona nyumba, wakati wewe moyo umeshajaa uongo, yeye anaona nyumba imefagiliwa. Wakati wewe unaona kukwaza, shetani anaona nini? Nyumba safi. Yaani wakati unavishwa jiwe, unatembea na jiwe kubwa. Unajua makwazo madogo jiwe dogo, makwazo ya kati jiwe, makwazo makubwa jiwe. Sasa kwa hiyo wakati wewe ni mzee wa kukwazwa au wa kukwaza, mama wa kukwaza, shetani anafurahia kuona vile. Maana yeye anachoona ni yeye akikaa ndani, kinachotakiwa kwako ni kubeba mzigo mkubwa wa jiwe. Yeye anachokuwa anafurahia ni ile jiwe na bila kusumbua.
Umeenda hivi ndio limeyumba. Kwa hiyo yeye maisha yake anafurahia kukuona unateseka. Kwa hiyo Roho Mungu akikaa ndani yako, atakapokufundisha na kukukumbusha, takazungumzia neno kufundisha. Kama neno liko ndani yako, basi roho wa maarifa iko ndani. Haleluya. Unaweza ukamkuta mtu mmoja ana tatizo, alafu wakati tunamwelea, kwa sababu maarifa yako ndani yako, Roho Mtakatifu akaendelea kukupa vitu kwa sababu yuko ndani anakufundisha. Kwa mwanangu, ulivyomponya A tofauti na B. Haleluya. Kwa sababu hata uchawi na kazi zofanyika kwa A na B tofauti. Sasa neema lazima niongeze. Sasa pale ukikaa kwenye tabia za kawaida, haleluya, kwamba mimi kazi siku zote ninaombeaga watu hivi. Kuna siku kazi ya Roho Mtakatifu wazipingiki. Ziko siku anaponya matasa, ziko siku anaponya watu, anafungua watu na mapepo. Haleluya. Ziko siku anafungua matasa, unaona? Kwa hiyo yeye anafanya kazi kulingana na kama mtumishi wa Mungu yuko makini na kufuata neno la ufunuo. Ufunuo ni nini? Ufunuo ni elimu mpya ya wakati huo. Haleluya. Sababu hapa leo mimi niko Mbeya, nitakapopika Igamba, lazima Mungu atanipa mji wa Igamba ulivyo na neema nitakao tulitembea nayo. Ule ndio ufunuo. Kama Mbeya nilitumia maji, mafuta na vitu vingine, nikienda Mbozi Igamba akaniambia tumia soda na chai, inawezekana. Sababu ni ufunuo. Madam tu Kristo ahusike pale, inafanya kazi. Haleluya. Kwa hiyo anasema huyo Roho atakapokuja atawafundisha na kuwakumbusha. Je, hebu tuangalie Roho Mtakatifu kama msaidizi wako. Alafu kupikia baba chakula wakati unajua hujui kupika, utaidika. Ni afadhali ujifanye huko jikoni huko binti, hebu njoo kidogo mitumbo inaniuma. Kumbe kupika hujui. Sasa baba ataanza, nani kapika chakula hiki? Aliyepika nani alipika? Nimepika mimi. Bwana anasema, kama umepika chakula kizuri, kumbe binti. Sasa niambia, unajua nimekunywa magereza naona tumbo limejaa. Kumbe umeogopa. Kwa hiyo tunapozungumzia neno msaidizi, maana yake ni mshirikishwaji. Haleluya. Mkinipenda mtanipenda, mtashika amri. Nami nitamwomba Baba atawaletea msaidizi. Kama leo wewe hutamwambia Roho Mtakatifu, naomba utahiri kinywa changu, nimechoka kuwa muongo. Kama hujamwambia Roho Mtakatifu kwamba tahiri kinywa changu, nimechoka kuwa muongo katikati ya mabinti, kila binti atakuchukia. Tena mtu anano leo kuanzia kupiga, ndio kupiga mdomo. Au nini? Sasa kamdomo wako kakulia ugali. Kakulia ugali na mimi niko utafuta kwenda kazi. Ningechapa kweli. Nini? Mdomo unaweza kukufanya wakakupiga katikati ya watu. Huyu mama mbea, mwongo, ufanani na uongo, ufanani na ubea. Umesema mengi, sasa tunapiga mdomo. Hatupigi mgongo, mgongo hujasema. Tunapiga mdomo. Kwa hiyo watu wengi wamejikuta wako kinyume na neno kwa sababu ya tabia zao. Wakati Roho Mtakatifu anakukumbusha habari ya fungu la 10 kwenye laki uliyopata, unasema hapana, nikipata laki 2 ndipo nitakapotoa. Na tabia ya hela iko hivi, unapopata laki 8 utawaza 50,000, utawaza milioni 1,600,000. Utakapopata milioni 1,600,000 utawaza 40,000, utawaza milioni 8. Unajua kodimo zako zikikwenda. Kwa hiyo kama umeshindwa kuwa mwaminifu kwenye kichache, Mungu anaweza akadhibiti usipate kingi kwa sababu ya kichache kwenye tendo yako. Na no akawa adui. Biblia inasema hivi,
huyo roho atawageuka kuwa adui. Sasa hebu nifikirie mbele. Wakati B anategemea majini kuwa ndio kitendea kazi, ni rafiki na majini ili kukufanya wewe kuwa sehemu ya uchumi wake, wewe unapingana na roho ambaye ndiye msaidizi. Jumapili nyumbani kazungumzia habari ya jiwe. Mtu anapoweza anasema makwazo hayana budi kutukia, lakini ole wake mtu anasababisha makwazo. Yamfaa afungwe jiwe, atupwe. Biblia inaruhusu wewe utupwe. Kwa hata tukiona wewe hapa, wewe tunakulea, ni sisi tu tunakulea, lakini Biblia inasema tukutupe. Hata tukikutupa mpendwa, sikiliza, tukikutupa kazi itakuwepo. Hebu twende pale. Lakini huyo Roho Mtakatifu 14:26, lakini huyo Roho Mtakatifu, huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani nawaachia, amani yangu nawapa, niwapayo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Woga. Nazungumzia kitu kingine hapa. Kwani nafikiri kwa mtihani, kwa mtihani watu wakisha kufundisha history, alafu mwalimu anakuja kufanya counseling. Si ndio wale? Hebu mshogoke. Hakuna, ndio maana unajitahidi kupitia mitihani mingine. Sio? Unajaribu kutafuta papers zingine ambazo watu wamefanya mitihani na nini, kwa hiyo namba yako unaanza kupitia. Alafu anaanza kufanya counseling. Hebu mshogoke. Ana uwezo mkubwa wa kufanya vizuri, kuperform, lakini mwalimu anajua. Katika wanafunzi 100, hawa anaoelekeza wako 90. Ili huyu mmoja huyu, hata ukimwambia, ukimuuliza sasa hivi rais wa Tanzania nani, atakwambia Nabii Panji. Hamjui eti. Yeye mchezo kuja JMCL na kuondoka. Ukimuuliza hapa kwamba mkuu wa mkoa wa Mbeya nani, anakwambia Slaa. Yuko Tanzania, wako nchi gani? Kwa anajua no, katika hawa ninawafanyia counseling, ninawatoa uoga. Si ndio? Ninawatoa hata imani. Ukimkuta mtu yoyote anakuwa ana uoga kwenye huduma, afai kwenye huduma. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, kutokuwa na woga. Haleluya. Bwana akakupe mtoto, amini ile neno kwamba nilivyotamka ndivyo atakavyokwenda kupokea. Kila siku nasema, haijalishi una imani, haijalishi umekuja una, lakini kupitia nilionayo utapokea ili uendelee kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ilivyokuwa kwenye Biblia. Kwa Yesu anawaambia ninyi mliamini mlipoona ishara. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo yeye ndiye aliamini. Haleluya. Alafu akamandika mkono ndani ya mtu. Alafu wako watu walikusanyika wana imani, wakaamini kwa ile neno. Maana nini? Walikuja hawakuwa na neno, hawakuwa na imani ndani yao. Lakini walipoona, yule mama mmoja ameniambia na miaka 5 hajawahi kubleed. Yuko ameanza leo, amefunguliwa na wiki 2-3 zilizopita. Simama ulipo. Yuko wapi yule mama? Aliyefunguliwa. Yuko wapi? Huyo. Anasema nimepita kwa madaktari, wamenisafisha. Siku hilo niliposema aliyechukua bahasha ya nyembo aongeze, siku ile nachukua na nakupa hela, nikasikia kama kitu. Ulisikia jamaa? Jiuno kile nyuma umelikana. Kwa kafunguliwa. Ndio, namshukuru Mungu. Sasa kaa. Nilimwambia juzi, hivi ni nyakati za maaskofu kuamini manabii. Alafu maaskofu wenyewe waje kuuliza wale kwa manabii. Kama hivi nabii, maana nikifanya ni kofia linaanguka leo hii, sio kichwa. Usipuuliza habari kwa nini? Unakwenda. Hapa hakuna ibada ya bahati mbaya. Zote Mungu anafanya. Haleluya. Sasa tusipoambia ukweli, hawawezi kubadilika. Haleluya. Na wewe usipofahamu ukweli, unaweza kukaa kwenye uongo ukafikiri uko kwenye ukweli. Amen. Kwa hiyo ijulikane yupi
watu nafasi. Mmebana nafasi za watu wenye upako, mmewabana. Si mkabidhi nafasi. Hao watumishi wasio upako ndio chanzo cha matatizo ndani ya kanisa. Haleluya. Watu wanakaa tu, unapewa hapa hospitali kubwa ya Muhimbili, haina madaktari. Ni hospitali. Kanisa bila mtu mwenye upako sio kanisa. Haleluya. Sasa Roho Mtakatifu kazi yake, yeye anatufundisha. Haleluya. Wakorintho wa kwanza 12:4. Wakorintho wa kwanza 12:4. Omba angalia pale. Nikufundisha kitu. Moja soma basi. Hai. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 4. Kuendelea. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Ngoja. Kila mmoja hupewa nini? Ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kwa uwezo nini? Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kuleta nini? Mafunuo. Hizo ufunuo. Ufunuo ni moja, mafunuo. Haleluya. Sasa maana ya mafunuo ni nini? Maana yake funua kilicho funika. Hata leo tukamwambia toka nje hapo. Alafu tukaweka watu tukawafunika vitenge hapo. Tukamwambia tuambie huyu mwanamke utakuwa. Lazima tukosea kwa sababu lakini atakapokuja Roho Mtakatifu atafunua. Akiwa amefunikwa atafunua. Haleluya! Kuna tatizo ambalo limefunikwa, Bwana atalifunua, itakuwa peupe na utapona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya glory. Haleluya kanisa. Haleluya. Ngoja bwana. Ukifika nyumbani, simama. Uende ukachukue Pepsi na Coca. Alafu changanya gasi afu. Tunamaliza hapo. Chukue Pepsi glasi moja. Na Coca afu changanya. Kila mmoja, sit down please. First. Kila mmoja upewa ufunuo. Sasa kama pasta yeye pale ndani wa kitalu ana ufunuo wa nyakati za mwisho, usimhukumu. Mfurahie. Kama yeye ameshaona nyakati za mwisho zimefika, manabii wa uongo hapo, usimhukumu. Tena ukimkuta msalimie. Mwambie pasta nilipenda kwa somo langu la nyakati lile. Nilipenda. Lazima anakuja mwanangu na sasa wewe amenio kwa nabii mpaje. Oh! Basi ngoja wanaenda. Haleluya. Kwa hiyo tunaanza kukutana. Kwa nini? Kwa sababu naye pia ni ufunuo. Haleluya. Yeye amekazia habari ya nyakati za mwisho, sisi tumekazia habari ya ukombozi wa nafsi, watu wakombolewe nafsi, wamuone Kristo, wabarikiwe maisha yao. Haleluya. Sasa hapa kama kila mmoja na ufunuo wake, tusije tukafika mahali kuanza kutukanana ndani ya kazi ya Mungu. Yeye kama anakataa